wengine kusengenyana mtaani, kuzungumza ya watu, kutofikiria ya kwao. Saidia kwenye wakati mwingine. Kama unavyonisaidia siku zote, naomba uweze kunisaidia. Niko kwenye wakati mwingine. Haya. Nitaenda kwa rafiki yangu. Tafuta rafiki yangu. Anaitwa Labi. Mwambie ataenda ofisini kwangu. Enda ofisini kwangu akaongea na bosi. Hali sijaiona bana. Alafu nyewe vijana mnapenda sana kubadilisha maneno, lugha mnapenda kuichafua sana. Unajali hali ni mnaiona. Nasema habari ya saa hizi. Shikamoo marahaba. Sasa unaionaje hali ya nini nimeionaje sasa? Waswahili waanza kusema mjasili acha asili. Ametokea Mombasa kule Tanga. Saa hiyo kidogo. Alafu nyinyi watu wa unajua nyinyi watu wa Mombasa kukaa nao mbali. Tabia zenu waga sio nzuri. Unataka kusema nini? Hapana brother. Samani kwa naulizia yule bintio. Yupi? Mimi sina binti, mimi hapa nina mdogo wangu naishi naye. Yule mdogoyo. Von. Ndio. Uona shida gani naye? Yule ni mtu wangu wa karibu. Naona mawasiliano naye muda mrefu kweli brother. Mtu wangu wa karibu. Afu wewe sikiliza. Unajua sikia kijana. Unajua mtu wa karibu. Yule uone kale mtoto wa kike. Yule si mtoto wa kike, unakuaje karibu yako na unamaanisha nini? Mimi sijakuelewa hapo. Hebu niambie unamaanisha nini? Ukaribu aje huo? Yule mimi acha kuninongoneza, ongea kwa sauti nikusikie. Unataka kunisemaje? Yule mtu wangu yule. Kwa mahusiano. Sasa ndio ungesema hivi mimi na mahusiano naye. Sasa mimi sijawahi kupokea barua yote hapa. From where tu umekuja tu kwamba mimi na mahusiano naye. Yule pale in short brother, yule mimi nasoma naye chuo yule. Unaona? Kama hapo. Chuo muda mrefu kweli brother. Sasa kule chuo setu wana mahusiano ya karibu. Sasa hapo ndio unajua Kiswahili chenu haki kinachanganya sana. Sasa nisikilize mdogo wangu nikwambie. Kwanza nikupe tahadhari kwa sababu yule binti sawa, Yvonne ni mjamzito ana mimba ya jamaa moja hivi anaitwa sijui nani huyu. Yeye sasa sio kazini vile. Na kuna taarifa yoyote hapo inaitwa kazini. Rabi. Yule kijana nilimuona kwenye picha. Huyo. Anaitwa Sawa juu natafika. Fupe. Hawezi kwenda kutoa taarifa. sasa. Niingie ndani. Ya juice. Anashia wapi? Unaweza kaenda. Utakuwa unamfahamu. Sasa sikiliza, kwa kaa makini, kaa mbali naye.
Yule mimi naelewa na ujauzito wangu brother. Wewe. Hapa wewe unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Naitwa Omari. Mbona sasa unavyojichanganya? Yule mdogo wangu ana ujauzito wa Ruche. Wewe ndio Ruche. Do, salale. Yule ananiambia ana ujauzito wangu brother. Sasa nisikilize. Usio unataka kuingilia ugomvi ambao ukuhusu. Afu haya matatizo ambao ukuhusu wewe. Unanisikia vizuri? Unanisikiliza? Nakusikiliza. Nisikilize. Tena kwa makini. Sawa. Yule mdogo wangu anategemea kwenda kuwa mke wa mtu kwa sasa, kuanzia sasa. Sawa? Najua kabisa. Sawa? Najua kabisa yule jamaa hata toka lazima atakuja kumchumbia mdogo wangu. Kwa hiyo rafiki wenu na karibu wenu sijui umempa mimba. Sawa? Uweke kando kabisa. Hiyo mimba sio ya kwako. Ninajua Blaza yule tuwapata sio ushahidi, sio tuenda kupima hospitali. Basi atakuwa amekudanganya wewe. Yule anadanganya wapi? Yule anilia ukweli brother. Shida yenu nyinyi watu huko Mombasa mnakuaga wabishi sana. Mimi nimekwambia kabisa amekudanganya. Yeye masikio yako hayasikii. Hebu kwanza toka hapa bwana, kwanza unataka kunichafua. Blaza yule mimi mtu wangu. Oya toka. Hebu potea bwana. Blaza yule mimi mtu wangu. Kwanza wewe ndio ulimuumba wewe. Wewe ni mtu wa Mungu bwana. Hebu toka hapa bwana. Blaza, ama zake ama ile minga yangu mie. Sikiliza, tena nisikiza kwa makini. Usije karudi tena hapa. Maskini. Unadanganya, unakubali tu kudanganya. Wewe ana mimba yako, fanya ujauzito wako. Wewe la nasuma ka ile mimba yangu mie. Aya. Yaani wewe unataka bila nasuma. Mwanangu kipenzi. Mwanangu. Hii hali kakaangu tunaionaje? Mwanangu ndio nimefika muda huu sijaelewa vizuri. Mimi nimetoka zangu shule. Nikasema ngoja nimuone nipite hapa nyumbani nimuone mara moja ili nipitilize nije kule nyumbani. Lakini cha kushangaza kama mnavyomuona haongei, atembei. Na vile vile unajua mimi ndio tunayomtegemea. Bila yeye hata mimi masomo yangu hajaenda. Sasa tunafanyaje hapo ili aweze kukaa sawa? Mwanangu kwenye vipimo alikuwa ameshapelekwa. Sio peleka. Majibu. Hamna majibu yote yaliyotokea bali. Manake daktari aliyopima akasema kwamba haoni ugonjwa wote ambao unamsumbua. Lakini cha kushangaza yuko hivyo. Ni mtu wa kuganda tu. Mwanangu, kama amepelekwa hospitalini majibu yasio kupatikana, hili ni jambo ambalo linahitaji imani sana. Mwanangu, naona hujakuwa. Ukikua utayajua sana. Ila kwa sababu mimi mama yenu nimefika. Ngoja niendelee naye kwanza. Tuangalie huduma tutakavyomsaidia. Lakini kumbuka wewe sisi ndio tunamtegemea. Una pia kiendelea kuwa kwenye hali kama hiyo, si wenyewe tutaishije? Hebu tutafute namna ya kumsaidia basi. Mwanangu, kwa sababu mimi nimekuja, niachie mimi. Nitaendelea naye kwenye matibabu. Sawa mama, lakini ufanye jambo. Mimi nalijua kwamba ndio mtegemezi wangu mimi. Nielewa mwanangu? Haya. Tunakutegemea lakini. Haina shida mwanangu. Haya. Wewe sasa niambie swala msosi hapo. Haya.